show. Welcome to our beautiful channel. We are here. Niko na ndugu yangu hapa Peterson. Ambaye ni mmoja wenyu ambaye mnamjua. So thank you very much. Thank you for joining. Welcome to our channel, our beautiful channel. Na leo kuna kazi muhimu ambayo tumeitiwa huku. And kabla sijaendelea, let's our man awasalimie. Yes, family. I hope nyinyi nyote mko salama. Pia sisi pande yetu sisi wote pia tuko salama. Na msishangae mbona tuko hii sehemu. Tunataka tufanye 1 2 3. Tukifanya 1 2 3 Mungu naye atatuongoza pande yetu. So family, nashukuru sana for the prayers. Hizo vile mmekuwa mkituombea tunashukuru sana. Pia kitu cha pili tunashukuru kwa the support ambayo mnatuonyesha, ama wakati tukihitaji usaidizi mko pale kutusaidia. So tunapenda hiyo sana kabisa. So family, muzidi kutuombea, muzidi kutuweka kwa maombi na Mungu atazidi kutenda. So sina mengi, Brian atazidi kuzungumza zaidi, na please mtukumbuke kwa maombi kwa kila kitu. Yeah guys, we have something new we want to share with you. Kuna mambo kadhaa ambayo tunafaa kupitisha na nyinyi, na kuna kazi ambazo zimekuwa zikisimama. So from now tumetumia location. We have got the location inatusomesha hapa. Barabara iko hapa by the way, and you have come here. So tumekuja hapa, lakini kitu cha kwanza tujui nani specific ametuita hapa. That's why we are here. Tumeambiwa tukuje hapa, na si tukiitwa lazima tufanye nini? Tuitikie wito. So we are here, we are waiting for results, lakini kitu yenye iko stay tuned. Lazima tutembee tujue tutafanya nini. Kitu cha pili, mtuweke kwa maombi. Ya mwisho, wale watu wenye mko pale, there is this thing that inaendelea saa hii. Kuna mambo ambayo imeanza kuendelea ambayo si mzuri, ambayo itakuwa ni tuseme ni warning kwa wazazi ambao kuna watu wanaelekea kuenda shuleni. Ni warning kwa wazazi. Hii hata mkienda wapi mtaipata. Kuna warning ambayo imetolewa kwamba watoto wote, wewe kama mzazi nataka utunze mtoto wako, wewe kama mtu muhimu. Na kuna vitu wenye tulikuwa tumekuja nazo. Sijui kama umezichukua na bag. Nini hizo? Kuna tuma bag kadhaa. Hizi zilikuwa na mafuta? Utaziendea tu kidogo tu utaziendea. So kitu yenye iko utaniambia tu pale ziko. Sawa, nitakwambia. So kitu yenye iko there is a warning ambayo imetolewa, ambapo kuna watu ambao kuna kazi ambazo tulikuwa tunafanya, wengine wanaona kama ni mchezo. So this time round Kenyan, you have a big warning. The big warning is that kama ni mzazi, saa hii shule zinakaribia kufunguliwa. Just stay tuned with your child. Saa hii watoto hii ndio time yenye utaona tunaanza kutafuta kazi na watoto. Hatujui nini tumeitoa, lakini hiyo ndio kazi muhimu ambayo inafanya nini yenye inaendelea saa hii. Saa hii watu wana pesa, kila mtu anapambana kwa ajili ya kufanya nini, ya kukidhi familia yake. Akiona mtoto wake akirandaranda, atachukua aenda afanyie mambo yake apate pesa. Alafu saa hii Kenya venye mnajua hakuna kazi. Kazi ni saa hii wewe utafute venye utafanya nini, utapata kazi. So kama uko pale na uko na mtoto, just make sure huyo mtoto umemweka kwa maombi, umake sure mtoto umemlinda, na umake sure kama mtoto ni wako, wewe uko na mtoto, mbona uache mtoto wako hangaike? Just make sure your child ako sawa, ako safe. Unaona? So umesema hizo nini ziko wapi hizo mafuta? Ziko kwa bag fulani huko mbele. I think kuna pale tuliziacha kwa yule mama. Pale tulikuwa tunafanya chai. Acha tufanye hivi. Acha kwanza tukutane na mtu ametupigia, alafu utaziendea. Iko sawa? Ni sawa, ina shida. Tuko na cameraman wetu hapa. Ako pale. Mnajua cameraman wetu ako pale, na tuko na sisi hapa, ako na sisi. Anatusaidia hapa na pale. Cameraman, just stay tuned with us. Wakati tunaenda kuanza kazi, family, put us in prayer so that we can do this work as usual. Unaona? Na mkiona Peter mbeba mti, just know that kuna mambo ambayo yendi vizuri. So ingawa Biblia tumeziacha pale, but we must go for it. But before we go for it, let's see nini tunaenda kupata huko mbele. Siko sawa cameraman? So come, let's go. Kitu hiko ni kitu cha kwanza. Kuna saa hii, by the way, wasichana wadogo wenye wanaenda shuleni, saa hii kuna sacrifices zimeanza kutolewa. Wacha ni alert mapema. Kuna sacrifices ambazo zinatolewa, na sacrifice ambazo zinatolewa saa hii, unapata msichana anakuwa kidnapped. Akishakuwa kidnapped anakuja akishakuwa kidnapped wanamlazimisha kudonate sperms. Unaona?
Ukitoa spams, umesikia hiyo kweli? Najua hujakufikia hata wewe. Lakini unaona saa hii wanachukua wasichana wa shule wadogo, the virgin girls. Kama we ni virgin, kuna spams zenye wanachukua kutoka kwako, kesho wanaziuza. Na ni pesa mzuri, by the watu wanaziuza, ni pesa mzuri. Lakini wewe kama uko pale na unaona unataka spams, unataka spams. Kuja pita kama kwanza, kuja tuwaambie, kama tuwaelezee. Kitu cha kwanza, kama unataka mtoto, kuna hao watu unajua saa hii, kuna mtu amekuwa akileta shida, analeta shida kwa saint, analeta shida kwa mtume, analeta shida kwa clone, wanasema tusaidie, sina mtoto. Saa hii kitu sikudanganye, wewe kama mwanamke useme umepata spams unataka ujieke. Saa hii spams zinatolewa kwa njia tofauti. Kuna spams zinatolewa kwa wanyama. Utaenda kununua spams, upate spams zenyewe za wanyama. Kitu cha pili, saa hii kuna ugonjwa ambao imetokelezea. Na update tu kabla tuendelee na kazi, na update ili mjue kuna mambo kadhaa ambayo inafanya nini? Inaendelea. Unaona? Kuna ugonjwa ambao imetokelezea. Hii ni kwa wanaume. Kwa wanaume. Msiseme Ibrahim anza kuwa daktari, hapana, na wafunza ili mjue. Saa hii kuna ugonjwa ambao inatokea, na hii ugonjwa wewe kama mwanaume, acha nitumikie na YouTube haitajua msolombo yako. Ukiangalia kwa msolombo hapa mbele kuna kitu kama usai inatoka. So wakati ambapo nawaambia mtunze watoto wenyu, wewe umeacha mtoto msichana randa apatane na mtu mwenye ako nayo ugonjwa. Wakati msichana wako ataanza kuumwa, haiumi siku 2-3, inauma mara moja na inafanya nini? Inamwangamiza. So penye mko, just stay tuned. Tutakuwa tunawapeleka na uhondo, nitawaonesha vitu kadhaa. Kama uko pale unataka, kuna channels kadhaa ziko pale za YouTube, kuna channels mingi, subscribe huko. Najua our fellow YouTubers mnanisikia penye mko. Tafadhali rudini ground. Wale ambao mnapumzika, rudini ground. Kuna mambo ambayo iendelee mzuri. Rudini ground. Kuna mambo ambayo iendelee. Nyinyi mmekuwa mkisave watu. Hii familia yetu mmejua kwamba wana save watu, mna save watu. Nataka mrudi ground, just come, ukuje tusaidiane, tujue tutafanya nini hapa na pale, tujue venye tutafanya. Mambo ingine tutajua baadaye at the time goes. Ama unaonaje Peter? Unataka kuambia nini hao watu? Vile leo sina mambo mingi sana, lakini vile bra amewaelezea, hiyo ndio ni mambo yenyewe inaendelea kwa saa hii. Ni vizuri kuteka hatari. Watu wengine wanaweza chukulia mzama but kitu yenye bra anasema ni ya kuwa watoto wenyu tebu mchunge kabisa. Msitufanye tushinde tukirudi hapa kila wakati, ati tunashinda tukirudi kila wakati. So hata kamera anafaa kutumwa hizo vitu aziende huko. Anafaa kuenda hizo vitu huko. So family, vile Brian amesema, kumekuwa na some cases, kumekuwa na cases ya hapa na pale. So hizo kesi ambazo zimetokea zinaendanga na season. So vile mmeelezea na Brian, watoto wengi kwa sasa hivi wanapotea sana kabisa. Vile wamefunga shule hivi, wanapotea wengi sana kabisa. Mzazi, kuwa strict kwa mtoto wako, msitusumbue. Juzi kuna mmoja ametupigia, ndo tumana tuko hapa, ndo tunataka tuone vile mambo itakuwa. Anasema mtoto wake alikulwa simu 1, simu 2, simu 3 mpaka simu 4. Afanye hivi, hebu ongea nao. Nataka huyu kwanza, wewe cameraman. Nikusaidie kama bado na ku-update Peter. Cameraman atuende hizo vitu. Hata anafaa kuenda hizo vitu. Msaidie hapo kwa kamera. Okay. Vile tunaelezea guys, cameraman ameendea vitu, ameendea hizo vitu yenye ilikuwa niende. So vile tunaelezea guys, Brian ameshaongea, vile ameelezea kuwa be very careful na watoto wenyu. Na pia kuna wale mafans wamekuwa kitupigia, wamesema Peter Brayo, nataka utupeleke, nataka muende mission place fulani, muende mission place fulani. Be very 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 careful. Watu wakuwe makini. Watu just be careful. Mkuwe careful na vitu vingi. Basi tumejihami. Hataki kurudi tena kwa hizi kazi ati tunapata leo tuko na huyu. By the way, huyu mama kwanza kabla ya huyu kuna wa kwanza, lakini wa kwanza alikuwa na mzaha. Mtoto wake paka ameuawa. Hiyo kazi yake tukamaliza. Huyu ni wa pili. Pia tena amekuja anasema the same case. So wale mimi kitu na insist, hata si kwamba wewe kama mzazi usipokuwa careful, basi sasa dunia itakuwa careful kukuliko. Kana mtoto wako mlinde kwa njia inayofaa. Acha kutunza mtoto wenye wewe unataka. Avoid hasara. Shindo katika jina la Yesu. In the mighty name of Jesus Christ.
Cameraman. Sio kamera hapa. Sio unanikalia. Umetoroka unaenda wapi kuja hapa? Wanangu msiniogope. Hata ni sauti. Msiniogope. Maana nimekuja hapa. Mimi ndiye ambaye nimewaita mahali hapa. Mzee Sebo, si ndio? Ndio. Karibu sana mzee. Karibu mzee. Sasa wanangu, nimekuja hapa maana nahitaji kunifanyia kazi. Kuna mahali watoto wanateseka. Kuna mahali watoto wananyanyasika. Nahitaji mnitafutie mwanangu Steve. Kaweze kwenda mahali hapo. Nimewapa masaa mawili. Kwanza, jambo la kwanza, hongereni sana kwa kazi nzuri ambayo mmekuwa mkiifanya. Hongereni sana, maana mmejitahidi kama wanangu kuenda kusaidia familia. Najua ni wengi wamewadharau, ni mengi yamenenwa, lakini msisikilize maneno ya watu. Muamini Mwenyezi Mungu aliye mbinguni. Mimi nipo hapa tu kuambia, kuwahimiza, na nitakuwa nikifanya kazi na nyinyi mara kwa mara. Lakini mzee, kabla tukiendelea, unajua sisi hatujaifanya kazi na wewe na hatujui unafanya kazi. Huwa nakuona, niseme tu kweli, huwa nakuona kwa tabule. Kufanya kazi na mimi si rahisi na bado sio ngumu. Bora ukifanya kile ambacho kinatakikana. Bora unafuata kulingana vile neno linasema. Unanielewa? Nitakuwa na nyinyi kuanzia leo. Hata si kuanzia leo. Mimi nimekuwa nikitembea na nyinyi ile hali ya mnifahamu. Najua mwezi elewa. Hata siku ambayo mlipata ajali, mimi nilikuwepo na mimi ndio niliwasaidia. Kwa hivyo ni mengi ambayo yameweza kuwakumba, lakini nimekuwa mbele kuwasaidia. Sasa umesema tutafute Steve, na Steve sasa hivi mwaka imeisha, tutakutana na yeye. Tutampata aje kama unaweza kusaidia? Nilikuwa nimemweleza nitamtafuta. Kwa hivyo anakuja, lakini kukua siku ya leo ni kwa vile ambavyo kuna mahali watoto wanaumia na si mbali na hapa mlipo. Naye mahali yupo si mbali na hapa. Ni bora mkampigie simu. Nimewapa masaa mawili. Naomba wanangu muwe ombezi sana. Na ili sehemu ambalo umesimama, naomba mliondoke. Muondoke mahali hapa. Nitawaongoza mahali mtaenda. Lakini fanyeni hivyo, mpatane na Steve ili mkaweze kwenda kuokoa watoto. Mko na swali? Swali la kwanza, hao watoto tutawapata aje? Tukikutana na Steve tutapata aje watoto? Na ni njia gani itatumikia kwenda kukutana na wao watoto tukishapatana na Steve? Msiwe na shaka. Nitakuwa na nyinyi kwa hatua kwa hatua. Mahali popote mtakuwa, mimi nitakuwa na nyinyi. Amina mzee. Mko na swali lingine? Sina swali kwa sasa hivi mzee, na ni ile tu nimefanya tu kwa Njoo hapa. Barikiwa sana mwanangu. Njoo hapa. Barikiwa sana mwanangu. Cameraman iko wapi? Ameenda kuleta Biblia zetu. Wacha nimfuate. Maana mahali hapa si hatari. Fanyeni hima muondoke mahali hapa. Endeleeni na safari. Cameraman kimbia.
Harakisha. Kimbia tukula tuna time. Mwanangu usiniogope. Barikiwa sana mwanangu. Kimbia. Laki mpaka hapo. Haiko kwa mgongo tutembee nayo. Tembee kwa mgongo. Twende. Kuja tunafaa kuondoka hapa. Fuari twende. Ngoja kwanza. Wamesema tafute Steve. Sema ndio tunaona mara mwisho kwa gani? Sasa lakini kama mzee amemwambia atashia. Na tena najua mzee amempatia hii habari. Hawezi kosa kumpatia. Na mimi siko najua kama huyo mzee. Siko najua. So family, mtukumbuke kwa maombi, mzidi kutuombea. Hebu tuone kama Steve atapatikana. Yeah. Sikia wenye anasema. Hello. So guys, mzidi kutuomba. Alafu tusifai kukaa hapa sana. Hello. Ni aje Steve? Ni Brian. Unanijua? Umenikumbuka. Hiyo ni namba yangu ya Airtel. Nasemaje? Kuna kazi mzee Seba ametupatia. Na sijui ulifika ama ukufika, uko wapi kwani? Sasa uingie na hii barabara hiyo, unaona umefika wapi? Ukifika hapo kwa hiyo duka, hebu songa kuja na hii barabara. Unaona hii barabara inapanda hivi straight pale kwa daraja. Panda hivyo straight. Ukishapanda hivyo, utaona hapo kuna mavibanda wanapika vitu hapo. Ukifika hapo hebu ukifika hapo nipigie tuje tafanyaje. Nitakuelekeza penye niko. Hapana, si yenye imeteremka, yenye inapanda hivi juu. Sawa, hebu harakisha basi. Ni sawa baba. Unatupa tuko napita. Tuangalie. Cameraman, hebu tufuate kidogo tuje tafanyaje. Juu amesema 2 hours inafaa watu wameshaokolewa. Na guys wenye wajui, huyo ni anakuanga mzee Sebo. Na I think mzee Sebo, ni yeye. Wale ambao wanamjua anaitwa mzee Sebo, wale ambao mjui anaitwa mzee Sebo. Anakuanga sana anafanya kazi na Dangulo. Lakini leo amesema atafanya kazi na sisi. So we are glad we have a new head. So next. Na kwenye mko buka simtea ndio kazi. Muongelee story ya watoto. Mzee Seba anatuletea story ya watoto. Kumbe mzee Seba anatuletea story ya nini? Ya watoto. So guys, kwenye mko we are going to find out. Cameraman ni kuja twende hivi. Steve. Umefika? Kwani uko na gari? Ni pikipiki. Sasa hapo sawa basi. Haiwezi kulipisha pesa mingi. Asichukue mingi, hapo ni 50 bob, asichukue pesa mingi. Ni sawa. So umefika wapi? Mabajia, ingia, unaona hapo tu, mbio mama bajia kuna vijana mingi hivi wawili, hebu mwambie kuoneshe. Kuja tu hivyo straight, usikate kona yote, tuko hapa mbele. Sawa. Haya, sawa. Hebu situmoje Steve basi. So guys, we are here. Na kitu cha kwanza tunataka tuende kwa kazi ambayo mzee Seba ametupatia. Kitu cha kwanza tunangojea Steve afika. Akifika, kitu cha kwanza steps unazijua pitia za maombi. We must pray. Kitu cha pili, we must do work in minutes.
Sisi tunafanya kazi in minutes ya kuokoa, in minutes. Huwa tukawi. Hata kazi ikuwe ngumu aje, lazima minutes. Hatukaangi hawa, lazima iishe, si ndio? So stay tuned. Tunangojea Steve na very soon atakuwa hapa. Msikose kuona the next part, kwa sababu tutaweka everything, tutakuwa tunawarekodia tuone. Ikiwezekana, ikishindikana pia mjue kulikuwa na kazi tulikuwa tumefanya nini? Tumeenda. Ikiwezekana tarekodi. Ikishindikana kama kazi ni ngumu ni hivyo. Siko sawa cameraman? So hebu tungoje Steve tuone.